David alikuwa ameanza kuishi maisha ya siri sana. Kila siku alikuwa akipokea simu za Vanessa, na kila walipozungumza, David alionekana kuwa mtu mwingine kabisa. Vanessa alikuwa ameingia sana kwenye maisha yake kiasi kwamba David alianza kutumia pesa nyingi kumfurahisha Vanessa. Siku moja walikutana kwenye hoteli kubwa sana ya kifahari. Vanessa alimtazama David na kusema, "David, mimi sipendi mwanaume anayenifanya nijisikie kama naomba. Kama unanipenda, nionyeshe basi." David alitabasamu tu, "Unataka nikuoneshe nini mama Vanessa akamtajia vitu vya gharama kabisa. David alisita kidogo, lakini mapenzi na tamaa zake za kimwili vilimfanya akubali. "Usijali, nitakutimizia mama." Kuanzia siku hiyo David alianza kutumia pesa zake zote kwa Vanessa bila hata kujali kesho yake. Alimnunulia simu mpya, nguo, manukato na hata kumpeleka sehemu za gharama kubwa. Lakini pesa zilipoanza kupungua, David akaanza kumfikiria Judith. Judith alikuwa akimwamini sana David. Alijua kwamba Judith angeweza kumsaidia bila kuuliza maswali mengi. Siku moja David alimwambia Judith, "Kuna jambo nimekwama kidogo, nahitaji pesa kwa ajili ya biashara. Nikifanikiwa nitakurudishia mpenzi." Lakini Judith bila kusita alimuuliza, "Unahitaji kiasi gani?" David akamtajia kiasi kikubwa sana. Judith akamkabidhi kwa kiasi cha pesa, lakini pesa hizo hazikuingia kabisa kwenye biashara aliyoisema. Ziliishia zote kwa Vanessa. Siku zilivyokwenda, David akaanza kumtumia Judith zaidi na zaidi kila alipohitaji pesa, na alikuwa na sababu mpya kila siku kwa ajili ya kuhitaji pesa hizo. Mara biashara imekwama, "Naomba nikamilishe hii deal, nahitaji kulipa deni," mara hivi mara vile. Na Judith kwa sababu ya mapenzi alikuwa akimpenda sana David, aliendelea kumsaidia bila kusita. Baada ya muda fulani, akiba yake yote ikaisha. Vitu alivyokuwa navyo akaanza kuviuza, na David bado alikuwa akimpelekea Vanessa pesa. Vanessa hakujali kabisa David alikuwa akitoa wapi hizo pesa. Alitaka tu endelee kumpa na kumpa na kumpa kila siku alipokuwa akihitaji pesa hizo. Lakini siku moja Judith alipomwomba David pesa kwa ajili ya jambo lake mwenyewe, David akamjibu kwa ukali, "Siwezi kila siku kuwa na pesa za kukupa wewe Judith." Judith alimwangalia kwa mshangao. "David, umepatwa na nini wewe? Pesa zote nilizokuwa nazo nilikupa wewe." David hakujibu chochote. Aligeuka na kuondoka kwa hasira. Judith akabaki pale akiwa na machozi yamemjaa machoni mwake. Kwa mara ya kwanza alianza kujiuliza, "Je, nimekuwa nikimsaidia mtu anayenipenda au nimekuwa nikitumiwa kwa ajili ya mapenzi yangu?" Na usiku huo huo Judith akaamua kufuatilia kila pesa aliyokuwa amempa David. Alipoanza kuhesabu, moyo wake ulianza kwenda mbio kwa kasi kabisa. Kiasi kilichokuwa kimetoka kwake kilikuwa kikubwa sana kuliko hata alivyowahi kufikiria. Na hapo ndipo Judith alipoanza kuelewa kwamba tatizo halikuwa Vanessa peke yake. Tatizo kubwa lilikuwa hata kwa David mwenyewe. Lakini kabla hajamkabili, Judith alitaka kupata ushahidi wa kila kitu alichokihisi katika akili yake. Kwa sababu safari hii hakutaka kusikia uongo mwingine wowote kutoka kwa huyo David. Je, ni kitu gani kitakwenda kutokea katika sehemu ya 13? Kaa na mimi tuburudike pamoja.